katika imani. Tumekutana tena katika siku hii tukufu ya yaumul Jumaa, katika kikazi kitakatifu na katika ibada tukufu. Hatunabudi kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Leo hii tutakumbushana na tutazinduana mara fupi kabisa katika suala zima la kutafakari juu ya ibada za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na aya maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wasomi ni wote wasomi hapa, alhamdulillah. Najua kuna kitu kimoja ambacho kwamba kinasisitizwa sana kwenye masomo yetu, kinaitwa critical thinking, kutafakari. Yaani unaishi duniani, lakini wewe ni nani? Unafanya nini? Ndio nini? Na wanasema science maana yake ni uchunguzi, udadisi. Ndio, mwanasayansi ni yule ambaye mwenye kudadisi, kuchanganua mambo. Na lengo la akili, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutupa akili ni sisi tutafakari, kama vile ambavyo alisema katika Qur'an, inna fi khalqis a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, inna fi khalqis samawati wal ardi la ayatin likulli albab. Hakika kutofautiana mbingu na ardhi kuna ishara kwa wale wenye kufikiri, kwa wale wenye akili. Sawa, wewe lini ulikaa ukatafakari kuhusu mbingu na ardhi? Ulikaa lini ukatafakari kuhusu kutofautiana usiku na mchana? Lini ulishawahi kukaa ukafikiria? Sasa leo hii tunazinduana kuhusiana na kutafakari juu ya ibada za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na maneno yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubihim aqfaluha. Kwani hawatafakari haizingatii Qur'an au kwenye mioyo yao ndani humo kuna nini? Makufuli. Kwani nyinyi hamzingatii Qur'an au kwenye mioyo yenu kuna makufuli? Sawa, wote wale waovu, wote waliopotea ni wale ambao hawana mazingatio na Qur'an ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atuepushe kwa miongoni mwao wale ambao wanasoma tu Qur'ani, maskini wanasoma akimaliza basi imekwisha. Mara moja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiswali usiku, aswali analia sana mpaka alfajiri ikamkuta. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu akaja kamuuliza Rasulullah, vipi unalia sana? Unalia sana Rasulullah? Akasema, leo hii imeshuka aya, inna fi khalqis samawati wal ardi la ayatin liulil albab. Kama sia hiyo, inna fi ikhtilafi al-layli wan nahari, kama tuseme. Lakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alikuwa atilia sana
Kwa nini Alia akasema nafikiri hii mbingu na ardhi zilivyoumbwa, hofu ya Mungu inanijaa kwenye moyo wangu, hofu ya Allah inanijaa kwenye moyo. Na ole wake yule ambaye kwamba atazisoma aya hizi alafu hajatafakari. Yaani ole wake yule ambaye kwamba amesoma tu, kakaa chini amesoma tu Qur'ani pale inamaliza, lakini hajatafakari kuhusu aya hizi. Labda ni nini tunapata katika kutafakari? Wanadamu wa sasa hivi na wanadamu waliopita nyuma, yaani watu wa zama hizi zetu na watu wa zama zilizopita nyuma, utofauti wetu ni kitu kidogo. Utofauti wetu ni kitu kidogo sana, kutafakari basi, sio kingine chochote. Mtoto na mtu mzima utofauti wao ni kitu kimoja, kufikiria, lakini wote wana akili. Kila mtu ana akili, wewe una akili, mtoto ana akili, lakini nini kinachotofautisha kati ya wewe na mtoto? Ni kufikiri, kutafakari. Kwenye kutafakari kuna nini? Na ni moja kati ya maneno ambayo Mungu ameyarudia sana ndani ya Qur'an. Ili amtafakari, ili amtafakari. Siri iliyokuwa katika kutafakari si tu kuwa tu mcha Mungu basi, bali hata kubadilisha maisha yetu. Na ndio maana wanasayansi wakasema critical thinking, wasomia wakaita critical thinking, kukaa fikiri kwa kina. Sawa ndugu zangu, tunaelewana? Kwa maana ya kwamba ukifikiri kwa kina, vile unavyofikiri ndivyo ambavyo kwanza unaongeza maarifa mengi katika ufahamu wako. Hii akili haiongezi kwa kusoma, utasoma sana, lakini kama wewe si mwenye kutafakari, utakuwa na elimu chache sana. Umejua mengi au unasoma sana, lakini hauna maarifa mengi. Kwa sababu gani? Wewe maisha yako yote unaishi ila si mwenye kutafakari. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie kuwa miongoni mwa wale ambao wanafikiri na kutafakari kwa kina katika ibada zetu na tunaposoma aya za Qur'ani. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat astaghfirullah inna Allaha huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alikuwa amekaa nyumbani kwake, akatoka nje akapanda juu ya paa usiku sana, usiku kiza totoro. Rahmatullahi alayhi, bwana mkubwa kakaa zake juu kule juu ya paa. Wewe ni shekhe, anaweza kukaa paa kufanya nini? Wewe unasema shekhe vipi, anawanda? Lakini kakaa tu maskini anaangalia juu, anaanza kufikiria ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala, anafikiria ufalme wa mbinguni na ardhini, anatafakari ya Rabbi. Yule bwana alitafakari hivi na kufikiria, kumbe sisi wanadamu wallahi si chochote sisi wote. Sawa, sio tu kasoma kwenye vitabu, ni mwanachuoni, sio tu kasoma kwenye vitabu kaacha, katoka kaenda juu kule anatafakari. Sawa ndugu zangu, katafakari mpaka ghafla chalisha kaangukia kwa jirani, kaangukia kwenye basi la watu na nyumba za zamani zenyewe hizo, maskini sijui makuti sijui bali kaangukia mpaka ndani kwa watu, kamkuta mwenyewe kule ndani, basi ya Mungu hata nguo hajavaa za kutosha. Cheka anashtuka, vipi anachomoa upanga vipi hadithi anaangalia hivi, anamuona Daudi, vipi bwana, imekuwa kwaje bwana? Sasa mwenyewe sijielewi, niangukaje, umetupwa hapa, mimi sijui, mimi nimejikuta tu niko huko chini. Kwa nini? Kumbe alikuwa akitafakari. Sawa, akitafakari ukubwa wa Mwenyezi Mungu, akitafakari neema za Mwenyezi Mungu, akitafakari maumbile ya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tuko pamoja ndugu zanguni? Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad radiyallahu ta'ala anhum wa radiyallahu ta'ala an sahabati rasulillahi ajma'in, khususan Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu wa sayyidina Umar al-Faruq radiyallahu wa sayyidina Uthman ibn Affan radiyallahu wa sayyidina Ali bin Abi Talib ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر جيوش المسلمين. اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشهد